Mtakatifu akatawala bahari hapa sasa, akachukua usukani. Mungu wetu, chumba hiki tuakitenga sasa kwa huu muda ambao tutakuwa hapa, kiwe kanisa lako takatifu. Tumeomba hapa kwa sababu tukijua Mungu wetu hapa ni chumba cha kutangazia. Tunaomba uwe pamoja nasi na utuongoze na yale ambayo tutakayanena hapa, Mungu wetu, yawe ni ya baraka kwa wenzako na kwa wenzetu pale na kwa watumishi wako pia. Tumie kadiri utakavyo, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Amen. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu watu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi na ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amen. 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 Wapendo wangu, ni mwenzenu Mwinjilisti Tai, mtumishi wa redio hii. Kama umefungua redio yako saa hizi, mtumishi wako ndugu Tai, niko hapa kwa kipindi cha sifa za asubuhi. Tumeshaomba na nimeshatangaza ya kwamba pana kifo kimetokea pale kwa familia ya Kulunga. Kama hujui basi ujue kuanzia sasa, na twende kwa maombi kwa neno sasa. Leo tutasoma vitabu viwili ambavyo vinaambatana. Zaburi moja kuendelea nasemaje? Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia za wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye misaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo lafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya mwenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Somo letu la kwanza la pili linakuja katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Nataka yote watafakari kwa wakati huu, na tutakaponena tutanena machache sana kupitia hapo kadiri Roho wa Bwana atakapotuongoza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lilizaalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo nami ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi la kunyauka, watu huyakanyaga na kuyatupa motoni, yakateketea.
nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Mstari wa mwisho, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Baba, ni neno lako ambalo limepita masikioni pa watu wako. Mfalme, tunapoenda kulinena, tunaomba nguvu zako. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Wapendwa, karibuni sana. Ni Radio Domas 99.9 hapa katikati mwa Karni Village. Nami mtumishi wako ndugu Tai kutoka pale Kilarapon, na nimekuja kukuambia mambo mawili kati hapo hayo yote tumeyasoma. Ni kwamba neno kuu hapa, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda uzidi kuzaa matunda. Mungu anakupenda uzidi kuzaa matunda mema na uzidi kumfurahisha huyo Mungu. Hayo masomo yote mawili yamekuja kwa ajili ya kukutayarisha wewe, ya kwamba Mkristo mwenzangu, mahali popote ulipo katika maisha yako ya dunia hii na katika hali zote za dunia, kazi zako zile unazozifanya, hapo unatayarishwa ya kwamba ni heri ujitenge na mambo mengine yasiyofaa katika maisha ya Ukristo. Kuna mambo ambayo hayafai katika maisha ya Ukristo. Mkristo hafai kuwa anajichanganya na watu ambao hawamtukuzi Mungu. Ndiposa somo la kwanza nikakwambia kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika wasiotenda haki, kwa sababu wewe unajua kabisa watu wanatenda maovu, lakini wewe washirikiana na wao. Badala wahubirie neno, uambie kwamba Yesu anaokoa, unazidi kwenda kuketi pale. Kama wanasengenyana, pia na wewe uko hapo ndani. Kama wanatushiana, pia na wewe uko pale ndani. Kama wanapigana vita, pia na wewe unachangia vita hizo. Na unajua si lazima upigane physical fight, hata kuchochea tu peke yake, wewe tayari umeingiana hawa watu. Ndipo leo nimekuambia kwamba ni heri mtu yule asiyekwenda katika watenda maovu. Akafananishwa na mti uliopandwa kando ya bahari. Huo mtu umepandwa kando ya bahari, ni neno la Mungu ambalo limejaa ndani mwako. Sheria za Bwana zinaandamana na wewe na zinaambatana na wewe kwa kila hali. Na mimi kukuambia hapa mara kwa mara ya kwamba wacha watu watoe ushuhuda wako mpendo. Let people talk about your testimony, but do not give your own testimony by yourself. No. You might even cheat people. But when people talk about you there, outside there, they might say exactly what you want. Acha kutoa ushuhuda wako, acha watu wakutolea ushuhuda waseme kweli huyu mtu ni wa Mungu, na kupitia matendo yako ndipo ukafananishwa na mti ambao umepandwa kando ya bahari. Yaani wewe ni mti umepandwa kando ya bahari, na kazi yake ni kutoa matunda kwa ujira wake. Ati hakuna siku hata tawi lako linanyauka. Wewe ni mtu ambaye una yale mambo ambayo yanatakikana yatakayofuata. Sasa nataka kukuambia kwamba wewe ambaye unajua neno la Mungu kila siku, kiamka asubuhi mpendwa, lazima umwambie Mungu asante. Umetayarisha moyo wako kila wakati, unajua ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni Mkristo, nafaa kwenda kama Mkristo. Sio kama wale ambao hawamjui Mungu, lakini wewe unamjua Mungu. Lazima uenende kama Mkristo ambaye anamjua Mungu. Na hata nikikuona pale natembea, najua ya kwamba mimi nahubiria watu ambao wanamuogopa Mungu. And I don't think that I'm preaching to pagans. Mimi sihubiri watu ambao hawajui Mungu. Na ukisikiza mahubiri yangu sio kukubembeleza wewe, nikukuambia ya kwamba usipofuata njia za haki, mbinguni huoni. Ndio maana mimi niko mwinjilisti. Mwinjilisti ya kubembeleza, na kuambia ukweli ya kwamba ndugu, ukikaa katika masengenyo wewe ni msengenyaji. Wewe ni Mkristo, Ukristo wako uonekane kwa hawa watu wanaosengenya. Wanaketi kusengenya majirani. Nimewahi kukuambia hapa ya kwamba
wewe uko kwa plot ya watu 10 ama watu 20. Kama kule mimi naishi ni kama watu 20 ngapi? Sijui kama ni 28 ama ni watu 15. Hata sielewi, maana hata wengine siwajui. Nasikia tu ni jirani lakini mimi siwajui. Maana sina muda, niko na mambo zale mimi nafanya. Sina muda wa kujua huyo ni nani anakaa pale. Alilezi apate shida ama nipate shida. Lakini kama mtu ako na amani, una haja gani kwenda kujua vya kwake? Na pengine vya kwangu vyanishinda. Nimewahi kuambia hapa ya kwamba ndugu, katika harakati ya kuishi maisha haya, hakuna mtu anajiweza, sisi wote tunakimbiza. Ukiona mwenzako akona kile na yule mwingine akona hiki, hata kukitamani. Na katika hali hiyo unakuta ya kwamba umemshikilia wivu, unaanza kumsegenya. Sasa unaambiwa wewe ambaye ni Mkristo, umepandwa na Ukristo kabisa, neno la Mungu liko ndani mwako kabisa, haufai kuketi katika mikutano ya wasengenyaji. Haufai. Lazima matunda yako na Ukristo wako uwe unaonyeshana kwamba wewe ni Mkristo ambaye umejitenga na ya ulimwengu. Unaweza kushangaa sana kuta mtu ya kwamba yeye ni Mkristo amevaa kama zile koti tunavaaga. Sisi kwetu tunavaa koti za maroon na navy blue trouser na shati ya white na tai ya navy blue imechorwa vitu gani hapo na baji kwa kifua, kuonyeshana ya kwamba you are a true man of Christ. Wewe ni mwanaume wa kanisa kabisa. Tabia zako zinafaa kuwa zinavutia wale wanaume ambao hawakuji kanisani, ili wavutiwe waje kanisani kupitia tabia hizo zako za Kikristo nzuri. Uliona nini ndio ukaenda kujiunga na kikundi cha CMA? Uliona nini kizuri ukaenda kujiunga kikundi cha PCMF? Uliona nini kizuri ukaenda kuingia katika ile kikundi cha wanaume kama hizo na vikundi vingine? Kuna kitu uliona ambacho ulikipanda ndani yako, ambacho kinatoa mazuri na habari njema ya ufalme wa Mungu. Sasa hiyo ndio mimi namaanisha leo katika somo langu la kwanza, toa matunda, zaa matunda kwa wakati wake. Na Bwana anapenda mtu wa aina hiyo, na hapo ndipo Bwana anakaa kwa mtu wa aina hiyo. Kuna watu wamezoea kusema, wapendwa, Wakristo wenzetu pale nje wanasema ya kwamba ate kanisa, sijui nisemeaje, kanisa langu ndio ninajua kuomba sana kuliko kanisa mengine. Ni kumaanisha hizo kanisa zingine haziombi Mungu. Kanisa ile ni jengo, mpendwa. Nakwambia through theology, sikwambii mambo yangu binafsi. Ile ni jengo, lakini kanisa takatifu, Paulo alisema ni kwamba huu mwili wetu ni hema la kulibeba kanisa la Bwana. Wakati litaondolewa, kilicho cha Bwana kitaondoka siku ya parapanda itakapolia, wote tuwapiga magoti mbele za Bwana. Kwa hivyo tunza mwili wako. Tunza huu mwili mpendwa. Tunza roho yako, iondoe katika mambo ambayo yatakayoiletea shida. Umetoka kanisa, ukifika kwa nyumba wewe ndio huyo na vita na bwana yako na bibi. Na umetoka kanisa. Sasa niambie, matunda yako ni yapi? Tabia gani watoto wako wataitoa kwa sababu umetoka kanisani, umefika nyumbani umeanza vita? Heli hata usingeenda hiyo kanisa. Halo? Umeambiwa ya kwamba wewe ni umepandwa kando ya kijito cha maji ambacho hakinyauki, na wala wewe mwenyewe tawi lako hakuna siku limekosa kuwa green ama kijani kibichi. Unatoa matunda kwa ujira wake. Kwa hivyo mpendwa, dakika zozote zile unaishi katika dunia hii, hebu jaribu kutenda mema. Jaribu sana. Tumishi la kuambia, tuache kusema kama Ukristo ni ule, kama ule ndio Ukristo. Mimi sitataka kwenda kama tabia zile wa Kristo wa kanisa fulani. Makanisa, majina hayo ni majina, nimekuambia. Na kama ukijua ni majina hayo, those are names. Kwa Mungu hakuna PCA, hakuna SK, hakuna nini. Huko ni usimame useme dhambi zako. Hilo ni jina tu la kukutambulisha wewe ni Mkristo wa wapi. Lakini kwa Mungu hakuna hayo makanisa, madhehebu hayo hakuna. Ni wewe na kitabu chako. Kama vitabu ni viwili, ujiulize jina lako litapatikana wapi. Na ndio maana ninakuambia mpendwa,
Jaribu sana kutenda yaliyo mema. Jaribu sana kuwasaidia mayatima. Jaribu sana kuunganisha watu mpendo. Jaribu sana. Jaribu sana kuwapenda wasiopendeka, kwa sababu wapo duniani. Umeambiwa kwamba wapende maadui zako, na huo ndio mti ambao umepandwa kando ya bahari. Watakuona kana kwamba umefika mpendwa. Upendo wa Yesu ni wa hali ya juu. Upendo wa Mungu kwako ni wa hali ya juu. Anataka mtu ambaye ako na upendo. Huyo Mungu. Ndio maana akakwambia kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika vikao vya watenda maovu. Heri mtu yule amepandwa kando ya bahari, wala hakusimama kwa wakosaji. Unajikuta kwa mambo ambayo haikuhusu mpendo. Jirani yako hata akinywa chai haina maziwa, hiyo sio biashara yako. Kuna watu hujisumbua sana kwa mambo za watu. Kuna watu hujisumbua sana kwa maisha ya mtu mwingine. And I don't know why. Na unaamka saa unaenda kanisani. Kama ni tabia hiyo, tubu dhambi. Tubu dhambi mpendo wangu. Kuketi mabarazani kwa vitina, makotini, wewe ndio namba moja na wewe ni Mkristo. Sasa ni matunda gani unazaa? Mkristo ni wa huruma, anasamehea. Mkristo ni wa msamaha. Lakini huna msamaha wala hauna huruma ndani yako. Saa zote ni makesi kwa chifu, madharau. Sasa Bwana asemaje? Mstari wa 4, sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi ya peperushayo na upepo. Kila jambo lapita uko ndani. Kila matatizo ya ploti uko pale. Mashamba makotini uko pale. Na wewe ni mchungaji saa nyingine. Wewe ni mtumishi kama mimi, lakini huna suluhu ya watu wengine. Hauna suluhu hata kidogo. Sasa Bwana anasema ya kwamba heri mtu yule. Na hapo umetofautisha mtu mbaya, mtu mwenye hana nidhamu. Mtu mwenye anachafua Ukristo. Mtu mwenye yaani umetoka kanisa bado unachipuka na wanaume wa wenyewe. Umetoka kanisa bado unachipuka na wanawake wa wenyewe. Yaani watu hawana heshima. Hawamuogopi Mungu, wanatenda vitu hadharani. Wewe ni kama makapi ya peperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni. Yaani wewe hakuna siku utasimama kwa hukumu ya Mungu. Kwa nini? Maana yale unatenda hayaleti utukufu kwa Mungu. Kwa hivyo mpendo wangu na msikilizaji wangu mahali ulipo, whether you are Kiraraponi ama kule huko, leo watu wa mtandao wamepata hitilafu kidogo, lakini watapata ujumbe huu baadaye, ya kwamba wewe unatakiwa uwe unatoa matunda mema. Matunda mema ndio hayo nimekuambia. Paulo alisema katika kile kitabu cha kwamba kioo cha Mkristo ni wa Galatia 5:19. Ukisoma hayo uende ukitiki moja kwa ingine. Uko wapi? Kama hauko pale katika hayo mambo yameandikwa 20 na I think it is 21 ama 16 hivyo hapo. Hayo yote yametajwa, unatiki moja kwa ingine. Kama hauko pale, wewe ni kati ya hili neno limesema, kati ya wale watu ambao wamepandwa kando ya bahari, kando ya kijito wanatoa matunda yanayotakikana. Nataka tuje kwa kitabu cha pili. Kinaongea mambo ya kuzaa matunda tu, kama vile Zaburi 1 imesema. Na leo nimeenda KPCA, baraka ya msomi somo moja. Nasema masomo mawili. Ate wewe ni mzabibu na Bwana wetu Yesu Kristo ndiye nini? Mkulima. Hebu tulisome hivi. Mimi ndimi mzabibu kwa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Yesu ndiye mzabibu. Na Baba yake ambaye ni Mungu wetu ndiye mkulima, na wewe ni tawi. Mimi na wewe ni tawi. Sasa lile tawi lisilozaa mpendwa huondolewa.
Pale ya kwanza umesikia ya kwamba wasio haki hawatasimama hukumuni. Na hapa la pili imesema tawi ambalo linalozaa zaidi linahifadhiwa ili lizidi kuzaa. Sasa sijui hapa wewe uko wapi na mimi? Je, tunazaa matunda? Menendo yetu ama matendo yetu yanaweza kuonyesha ya kwamba kweli huyu mtu ni Mkristo? Wakati mimi napita hiyo buruburu, manake upita. Mimi kuna mahali ukula pale, niliacha kula hizi hoteli kubwa kubwa, hizi za kifahari. Mimi nilikataa kuzila kwa sababu I think is about 2-3 years niliachana hizo hoteli kubwa. Mimi naenda kwa hizi vibanda. Kuna kibanda moja hapo sokoni, mimi naendaga hapo, nasema nipe matumbo. Kuna kibanda kingine pale mbele kinapika samaki. Pale chini kabisa hapo kwa daraja liwe, hapo ndio mimi naenda. Namwambia tumbukiza samaki kwa mafuta. Naona kitu ninaona. Unapotembea, unapoongea na watu, unaposimama, watu wanaonaga nini kwangu? Na ndio maana nikakuuliza swali nyingine hapa. Na mimi hupenda kuuliza watu swali kama hiyo. Wakati unatembea kijijini, wakati unatembea pale kijijini, mpendwa, ukiwa pale kijijini, kwa nyumba yako, watoto wako wanakuona wewe ni nani? What do your children talk about you when they see you? What do your husband talk about you? Because you might think that you are a good housewife, but you are a rotted person. Umeoza na tabia mbaya. Mama umeoza, huheshimu mumeo. Matunda yako ni yapi katika ndoa yako? Na hapa ndipo mimi ubezi ya kwamba siwezi toka kwa nyumba Kirarapol nikuje kwa redio hapa kwa 15x15 kuja kukudanganya hapa, na kumbe kwangu nimeacha mke wangu analia. No, lazima niache amani kwangu. Pia wewe mpendwa, wewe mama, wewe baba, unapotoka kwenda kutafuta school fees, make sure watoto wako wanakuenzi. Watu wako wanakutamani. Haya ndio matunda tunayoyasema, ya kwamba utazidi kukaa katika hiyo familia ikikutamani, ikipenda baba yetu ako wapi. Maana unazaa matunda mazuri kati ya matunda yale ambayo yamezaliwa na Yesu. Watoto wakikuona wanasema mama ameingia, sio mama kisirani, kelele kila wakati. Haumpei mume wako nafasi hata aongee. Wewe ndio umekuwa mume. Unaenda mikutano ya Ngambato hata usiku. You don't even care whether your husband has eaten or not. Ama amefuliwa nguo ama hapana. Wewe umejipiga mkwato, unaenda Ngambato. Unaacha mkuu wako nyumbani kuchafu. Nguo zimejaa kwa makarai. Vyombo vimejaa kwa sink. Watoto hawajapikiwa hata uji. Mume hata lunch ya vio atakula nini? Wewe ndio huyo Ngambato. Na pesa za kukopa. Leo I will talk it. Unakuta ya kwamba nyumba ilikuwa na furaha, sasa imegeuka kuwa huzuni. Utakatwa. Tunakuta ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu gani? Hawakai ndani ya ndoa zao, wanakaa nje ya ndoa. Hamkai ndani ya ndoa zenu, mnakaa nje ya ndoa. Wanaume same, mnakopa mikopo, mnapelekea wengine huko. Badala uinvest kwako, unaenda kuinvest na wale wengine. Mwisho wa maneno unakufa, ploti zinapotelea na wale makahaba. Mke wako wa ndoa haoni chochote. Sasa niambie, zabibu lako ni lipi? Kuna wimbo ulikuwa unaimba nasema, mimi ndimi mzabibu na baba yangu ni mkulima, kila tawi ndani yangu lisilo za uliondoa na kulitupa za matunda. Je, watu wakikutazama wanaona matunda gani kwako? Wanaona nini kwako? Kwa vile mzaavyo sana, mtakuwa wanafunzi wa nani? Wa Mungu. Wewe ni mwanafunzi wa Mungu kweli? Wewe ni mwanafunzi wa Yesu kweli, hata mtu akikutazama? Naposema haya mpendwa, lazima uvutiwe.
Lazima watu wavutiwe na mienendo yako. Lazima watu wavutiwe na tabia zako. Lazima watu wavutiwe na Ukristo wako. Hata kama unafanya biashara, hapana ibia watu. Don't steal from people. Hata wale watu ni wewe umeweka biashara, uuzie watu vile commodity vile zinatakiwa. Lakini unaibia watu. Kama ni makaa unaponda mkebe. Kama ni viazi umeponda. Hata wengine mnapanga viazi chini. Kuna shimo mnapanga zingine juu. Mnauzia watu viazi debe nusu. Unachukua pesa za wizi. Na Jumapili ushuhuda kanisani ati Bwana amekuonekania kwa kuiba. Ndio mimi nakwambia mpendwa, lazima uzae matunda na mambo haya yafuatayo. Haya mambo nataka kuambia ishikanishe masomo yote mawili. You must bear a true fruit. Maana hakuna vile utaniambia wewe ni Mkristo na bado wewe ni mwizi. Mkristo bado msengenyaji. Mkristo wewe ni mtu wa makesi. Mkristo mkora, mjambazi. Alafu nasema hapa ya kwamba Bwana asifiwe, Kristo amekuonekania na bali wewe ni mwizi. Hautii mumeo kwa nyumba. Haumheshimu. Naona vitu zilipo zinapita hapa kwa mitandao. Na wanatufunza hawa wasichana wa Nigeria. Na hizi vipindi zinakuja katika mitandao hii. Usiignore, si kana kwamba wewe uliokoka kuliko kina Musa ama kina Enoch. Tazama vitu vingine. Ya kwamba imefika mahali wasichana hamuolewi na mkipata ndoa mnapiga waume zenu makofi. Na uliomba Mungu akakupatia mume huyo. Unampiga makofi kwa nini? Na umsikizi. Unaenda bash. Sherehe zako starehe bila kumwambia mmeo. Sasa niambie wewe ni matunda gani utazaa katika zile familia ambazo umekuja ndani yake. Hauheshimu mtoto wao, haujiheshimu. Wewe ni kahaba namba 1. Unatoka kwa nyumba bila kusema unaenda wapi. Na wewe uko chini ya mtu mwingine. You are under somebody. Haya ndio tunataka kuuliza wewe, matunda gani unazaa katika ndoa yako? Matunda gani unazaa katika biashara zako? Wewe ni mkora, unaongezea watu bills. Mtu anachukua vitu za 1,000 pale kwa watoto chini, unaongeza hapo 1,500. Unaibia mtu. Na unasema Bwana anakuonekania. Unafunga kitambaa cha giro unaenda kanisani. Unafunga kitambaa cha kama sijui ni CW sijui ni mama sijui. Unafunga hizo vitambaa hizo. Na wewe ni mkora, jambazi, msherati mkubwa. Hakuna picha nzuri inaonekana kwako. Hakuna matunda mazuri yanaonekana. Zaa matunda yaliyo mema mpendwa. Na haya matunda ndiyo haya. Lazima uwe na upendo mpendwa. Lazima uwe na mtu wa upendo, unawapenda watu hata wale wasiopendeka. Lazima uwe mtu wa kupenda watu. Lazima uwe mtu wa furaha. Usipopenda watu sasa wewe ni wa aina gani wewe? Hauna furaha ndani yako kabisa, hakuna. Hauna amani. Lazima uwe mtu wa kuweka amani. Lazima mtu wa kuweka amani mpendwa. Weka amani. Katika njia zote weka amani. Unajua hata kanisa ni kuna hapo ndio kuna watu ambao wametoka kwao na mastresi zao. Wamepigwa na mabwana, wamepigwa na bibi. Hata mabibi mnatwanga wanaume. Sasa mtu anakuja pale kanisani badala akae na amani, aleta amani. Anakuja kuchokoza, kuleta hasira zake kwa watu wengine. Kwani mjapata kuona hivyo? Stress za kwako baki nazo kwako. Kanisani tumekuja kuabudu. Leta upendo hapo, leta furaha, na leta amani. Leta uvumilivu. Mtu uvumilia mpendwa. Mkristo ni wa kuvumilia maneno. Unafikiri tumepitia mangapi? Tukivumilia, tumetukanwa mangapi? Tumeongewa mangapi? Kuna kikundi fulani ambacho sio cha kwetu, lakini huenda kitaweza kuwa cha kwetu. Mimi hupenda kutoa ushuhuda kidogo ili watu wajue ya kwamba sikuzaliwa nikiwa Mkristo. Kazi ya wenyekiti nilianza mwaka wa 1990 wakati niliona ndugu zetu wanakufa hapa. Hakuna mtu anasaidia. Nikawa mtu ambaye wa kusaidia, napiga nduru, naita watu, tunachanga pesa, tunapeleka Kisumu ama Kisii ama Tanzania.
Ukasikia watu wanasema baada ya kuzika, si ati naongewago wakati mwili iko mochari. Juu wanajua wakiongea mwili ikiwa mochari hautaendelea, utakataa. Wanangoja unamaliza kila kitu, unazika mpaka kuzika. Sasa ukikuja nyumbani kelala ponuko umetulia, unasikia chairman alikula pesa ya matanga. Hiyo tumezoea. Kuna marafiki huongea mambo kama hayo. Hata huyo mzee wa nguvu anakula pesa za matanga. Sijui saa zile watu hawajakufa mimi nakula nini? Yaani wewe hauleti amani, hauleti upendo, hauleti furaha, hauna uvumilivu kwa mambo ya watu wengine wanapoumwa. Kama sasa nimekuambia, kuna kijana pale amekufa hapo kwetu. Na huyo kijana si hata alikuwa na bibi, si hata alikuwa mgonjwa, alienda tu akaanguka na akafa hivyo. Na tayari hapo Kirapo tunaizika watu wengine kama hao. Watatu, sasa ni watatu. Anaamka asubuhi na kuta mtu amekufa. Urudi uambiwe hiyo michango tunafanya, urudi uambiwe umekula. Utasikiaje? Lazima uwe na amani na uvumilivu kwa mambo kama hayo. Mama, vumilia kwa ndoa yako. Wacha kusema si kama wewe ulikuwa unataka. Wewe mzee, wacha kuambia mke wako si kasi wewe nilikuwa natamani. Alikuja kwako kimako ili huyo tu. Na wacha kuona wale ambao wamevalishwa vizuri wakaoshwa vizuri. You have to be patient. Uwe mtu wa kindness. Mtu ambaye anajali watu wengine. Uwe mtu ambaye unamuogopa Mungu, mtu mzuri. Godliness. Wewe ni mtu ambaye unampenda Mungu. Wewe ni mtu, yani umungu uonekane ndani yako, umungu huo. Nakwambia ukweli mpende. Hiyo matunda utakayoyazaa hayazaliwi hivi. Yanazaliwa kwa kujitahidi. Lazima uwe mtu wa furaha, lazima uwe mtu wa kupenda watu, lazima uwe mtu wa amani, lazima uwe mvumilivu, na bado lazima utakuwa mtu wa kindness, mtu ambaye anajali watu wengine. Mtu ambaye anamuogopa Mungu, mtu mwaminifu. Na hapa uaminifu hapa ndio hakuna. Na hilo ndio tunda la uaminifu lataikana. Kama basi mzee utakuwa umelewa, unaingia kwa nyumba na shilingi 10,000 asubuhi, kiamka unapata pesa zako hakuna. Atikwa mwanamke anateka advantage ya ulevi wako, anakuibia. Yaani unaishi na jambazi kwa nyumba. Sasa niambie hapa uaminifu iko wapi? Unafanya kazi, unakuja nyumbani, umelete pesa usaidie watoto, zimeibiwa. Mwisho wa maneno mnaanza kusingizia maid, mnasingizia wafanyakazi hapo, mnasingizia watoto, na ni hali wewe mama ndio umechukua pesa za bwanako. Uaminifu kutoka nje ya ndoa. Hilo ndio tunda ambalo unafaa kulitunda sana. Na kwanza wacha nikuulize swali. Wakati ulitoka kwa kwenu nyumbani, ulikuja kwa sababu ya mumeo. Sasa umefika hapo umepata wajanja wamekuonyesha kwamba wewe unafaa kuwa mtu ambaye si mwaminifu tena. Na kukosa uaminifu katika lile tunda, na kuambia ile mtu wote umeoza. Uaminifu ni kitu cha maana sana. Upande wa pesa, upande wa ndoa, upande ya kila pahali. Hata unaweza kupewa kazi, uwe mwaminifu, utunze hiyo kazi. Halo, uaminifu, tunda la kuzaa uaminifu. Yaani wewe ni mtu gentleman, mtu ambaye hata ukisimama pahali unasema ukweli. Self control. Hao watu natakiwa hayo matunda yote. Na purpose ya hiyo yote ni nini? Ni kumtukuza Mungu na kuonyesha ukweli na ushuhuda, na uonesha kwamba wewe ni mfuasi kamili wa Kristo. Na impact yake lazima ionekane ya kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Lazima ionekane, lazima mpendwa liwe liwalo. Lakini si ate kidogo wewe ni Mkristo, kidogo wewe mtukanaji. Ukiinuliwa kidogo, majivuno ndio hayo. Tayari ile tunda la gentleness limeenda. Tunda la uaminifu limeondoka. The moment unatoka nje ya ndoa yako kusha, wewe umeisha. Na siku hizi, na watu niseme, nikitazama dunia yote vile inaenda, duniani kote, mipango za kando zimezidi sana. Zimekuwa too much.
Mipango za kando zimekuwa too much. Na zile mipango za kando si hata ni wasichana wala ambao wanatafuta wanaume wa wenyewe, ni mabibi za watu wanatafuta wanaume wa wenyewe, na si wa wenyewe hata vijana. Yaani nyinyi mmeolewa, mnatafuta vijana huko. Tunda hilo ambalo ni ukweli halimo ndani mwenu, mmevunja yote. Mmekuwa watu ambao hamuna msimamo, hamuheshimu ndoa zenu. Wanaume semu, ukifaulu kidogo unaanza kuona wale wengine. Hata nikupe siri, sikwambii kitu sijafanya, nimewaifanya. Tukakosana 1 2 3, tukakosana familia kabisa, makosa ikawa kubwa kabisa, tukakosana. Nikamwonyesha wacha mimi nienda nikaoe mwingine ndio uone ya kwamba hata mimi ni mwanaume. Kumbe ni ujinga na upumbavu. Wakati mwanaume unatoka nje ya ndoa kwenda kuoa wanawake wengine, unaacha mke wako na watoto, hiyo ni upumbavu. Maana unafanya kosa ukijua ni kosa. Wacha nikupe siri, nilijua nini? Peleka mke wako saloni anyolewe nywele, yani achanuliwe nywele tu ya shilingi 200. Haweko pale kwa saloni pale achanuliwe nywele, toa shilingi 800, mke wako aungwe, enda atengenezwe vizuri, enda kuomba pale nunua manguo hata kama ni mtumba. Hiyo ndio maisha yako mpendwa. Piga pasi, piga shona, lisha mke wako. Atakuwa kama wale wengine. Na hata usitafute mafuta ya pesa mingi, tafuta mafuta ya kukamua tajiri. Mke wako ajinyoshe naye. Ni mtu kama wale wengine, hakuna tofauti ya Lake Victoria na Indian Ocean. It's the same. Wacha kumangamanga mpendo, wacha kuharibu nyumba yako, wacha kuleta usherati kwa nyumba yako. Ati huyu bibi haogi, wewe ndio utafanya aoge. Ili uzae, ili amani ipatikane kwa nyumba yako, ili upendo upatikane kwa nyumba yako, ili furaha ipatikane kwa nyumba yako, na ili ipatikane lazima mvumiliane wapendo. Lazima. Kwa nini why are we told we must prune our Christianity? Ni discipline ile ambayo uko nayo mpendo. Lazima uwe na tabia. Discipline, mtu ambaye ananyenyekea, disciplinary person. Maana lazima upitie kwa challenges. Lazima upitie kwa mateso fulani. Mkristo ni wa mateso. Mkristo wewe ni dustbin. As I finish my sermon, Mkristo wewe ni dustbin. Yaani lile dangulo la kutupwa matakataka pale nje. Chochote chapita ni wewe ili wakujaribu imani yako. Lakini ili ndio ukue na Ukristo na ukue, lazima upitie matatizo. Lazima upitie. Ile nyumba zimesimama. Nilikwambia last year ndoa yangu ni ya 37 years. Nafikiri 7 years hiyo nimekaa kwa hiyo ndoa. Ni raha. Hiyo 7 hiyo. Nini sijaona? Ni nini sitapitia hapo? Ni nini sijaambiwa? Kwa hiyo hata wewe ili ndio uwe Mkristo kamili, watu waseme hakika kweli huyu ni Mkristo, lazima uvumilie changamoto, lazima upitie kwa matatizo, lazima mpendwa. Na hapo ndio unapata kipimo chako cha kuzaa matunda. Na kuzaa matunda ni nini? Mambo ni mawili. Tabia na mienendo. Hiyo tu. Hakuna mambo mengine marefu hapo. Tabia yako na mwenendo wako, hiyo ndio inakuonyesha wewe ni Mkristo kamili ambaye anamwogopa Mungu, ambaye anajua kwamba anafanya nini. Hello? Najua mwinjilisti yeye hajui kukubembeleza, na mimi sikuombi sadaka. Sitakuomba sadaka mimi. Na sasa saa zingine mimi ukosa pesa, mimi nakuja miguu ili nije nipeane hii habari. Nikifika nyumbani napata mtu wa kununua kuku zangu 2 3. Hiyo ndio malipo mimi napata. Na mimi nataka nikuambie mpendwa, katika hali ya kuzaa matunda, haya pia nataka kuja bahati nitamalizia ni mahali moja. Ya kwamba usikawai, na hata nikuambie kama ndugu yetu Mtanzania anavyotuhubiria kwamba usifikiri kuna mtu amesahau ng'ombe kwa barabara, ati gari kwa barabara, nyumba kwa barabara iwe yako. Fanya kazi kama vile kitabu cha Mungu kinasema, Kumbukumbu la Torati kinasema ya kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yako, na Mungu atabariki kazi ya mikono yangu pia. Fanya kazi kwa bidii ili matunda yako yaonekane. Hatuhubiri tu upendo wa nyumba, hatuhubiri tu upendo wa kanisa, tunahubiri hata shambani. Komboa shamba mpendwa. Lima sukuma wiki peke yake. Kuna watu karibu hapa ni mamilionea kwa sababu ya sukuma. Mashamba wanalima hapa. Wamama wanatoka kila mahali wanakuja kutafuta zile sukuma. Anatengeneza 70,000 zake kwa siku moja. Kwa wiki moja anatengeneza 210,000.
Wewe unakaa tu hapo kanisa kila asubuhi mpaka jioni. Ni matunda gani utazaa katika familia yako? Itafika watoto wako wameenda sekondari, mnaanza michango. Sisemi michango ni mbaya, lakini kuna watu tunachangia. Si tunaishi unakula raha tutuje tukuchangie wewe, hapana. Lakini jizaziti hata wewe mwenyewe. Jitume. Enda shambani, lima, panda mahindi, fuga kuku, fuga ng'ombe, fuga mbuzi, tuone matunda ya mikono yako. Wacha kutegemea cha ndugu yako atakuharibisha. Nataka nimalize nikisema ya kwamba lazima upitie changamoto kama Mkristo. Lazima upitie matatizo. Lazima ndoa ikisimama lazima ipitie changamoto. Mume ukiitwa baba lazima upitie changamoto, lakini uwe mtu wa upendo, uwe mtu wa kuvumilia, uwe mtu wa amani, na uwe mtu wa kufanya mambo ambayo ya kuonesha kwamba wewe ni mwaminifu katika mambo yako yote. Na hapo Mungu atakuita mtoto wake. Halo? Nimemaliza. Nimemalizia hapo. Bila haya mpendwa, ni kazi bure. Biashara zako zionekane sawa sawa. Pana uzia watoto wetu pombe za kuwaua. Mnafungua bilabu kuweka pombe ambazo hazitaikani, mnaua watoto wetu. Ndio utajirike, na ndio maana hakuna siku mtakaa na amani. Hayo si matunda. Lakini kwa ajili ya ni kazi na ni biashara za watu, sitaki watu waseme nimeharibu kazi zao, lakini ukweli ni mnauzia watoto wetu vitu zinaua watu. Tawezekanaje mtu anaamka asubuhi anajikuta hayuko? William hakuwa mgonjwa. William Swagei hakuwa mgonjwa. Samido hakuwa mgonjwa. Shadi hakuwa mgonjwa. Wote waliamka asubuhi wakajikuta wamekufa. Kwa nini? Alipitia mahali fulani akakunywa kanusu. Kijana na kuokoa mpendwa. Fuga kuku. Fuga mbuzi. Enda shambani, wacha kwenda kwa vilabu. Hayo si matunda mazuri. Hayo ni kujimaliza. Na hiyo ni kanisa la Bwana. Nakwambia ukweli. Watu wameua wengine pale nje bila kujua. Pole sana Mr. Swagei. Pole sana Mama Elizabeth Kerigo. Pole sana watoto wale ndugu zake, kina hata maankoli zake, kina Saningo, akina Masinde, na wale wengine ambao wanamhusu. Hasa yule Ngodhodi alijua ya kwamba ndugu yake amekufa. Hakuna mtu mwingine alikuwa anajua. Mtu alikufa usiku wa Ijumaa, anajulikana saa 3 za usiku Jumamosi. Hata karibu aoze. Kwa sababu alipitia mahali akakunywa kanusu. Na muache kusema watoto wa kunywa, wala kunywa. Pala tetea mtoto wako. Na nyinyi wauza pombe na waonya tena. Kiboko chenu kiko njiani. Uza pombe ya halali. Pala uza pombe ambayo unajua inaua. Halafu ufikirie wewe utazaa matunda kwako. Yote itaishia motoni. Na kwa hayo mengi na machache, Bwana asema uzae matunda ambayo ni matunda mema, ambayo atavutia watu waje kanisani mwenu, waje kutafuta ushauri kwako kama mzee, kama mama, maana wewe tabia zako na karakta zako ziko sawa sawa na zinaambatana na neno la Mungu. Na hilo ndio neno la Bwana. Baba, tuko mbele zako tena. Asante kwa ujumbe wako, nimeupeana vile umetaka mfalme. Mungu wetu na Baba wetu, mahali popote ujumbe huu umefika, na hata baadaye utafikia wa mtandao. Baba, uwafungue macho na akili, ili Baba wajue ya kwamba lazima tuzae matunda mema, matunda ya upendo, matunda ya umoja, na matunda ya kuvumilia wenzetu. Bariki nchi yetu sana mfalme. Bariki vinywa vya viongozi wetu, ukavishika na kuipatia mambo ya kuzungumza. Tunaomba Baba wasije wakagawanya taifa hili kwa sababu ya vinywa vyao. Tunaomba mfalme ukaweza kuwashika vinywa vyao na kuwapa mambo ya kunena, maana hao ni viongozi. Baba wetu na Mungu wetu, walio wagonjwa mahospitalini tuwakumbuka katika huu. Kawatibu mfalme. Waliofia mfalme tuwaombea, uwape nguvu. Jaza zile pengo mfalme. Waliosafiri siku ya jana na hata leo nao safiri, Mungu wetu kawalinde barabarani. Kawe dereva na uwe kiongozi, maana shetani ameinuka na kuleta maajali zisizotakikana. Mungu wetu kawabariki na kawainue na kawaongoze pia.
Hata katika ndoa zetu mfalme, zimejaa changamoto. Mfalme, imejaa vurugu. Hakuna uaminifu kwa ndoa zetu mfalme. Tunaomba Baba ukalete uaminifu huo, watu wakashikilia ndoa zao na kusimama na ndoa zao mfalme, ili neno lako likapata kuwa ya kwamba hakika ile ndoa ni ya Wakristo. Mungu wetu, hata watoto wetu wako mashuleni mfalme, kawalinde, kawatenge na dawa za kulevya, kawatenge na bangi, kawatenge na pombe mfalme, wazingatie vitabu ili wawe viongozi wa kesho. Asante Mungu wetu, tunapoachana hapa na ndugu yangu Gaitani mfalme, tupelekea makanisani. Tunaomba Baba uandamane pamoja nasi, tuondolee mikosi njiani. Tutakapopatana hapa Jumapili ijayo mfalme, tutanua jina lako kusema ni asante Baba. Linda nyumba zetu, watoto wetu mahali walipo, walioko Kisii, walioko wapi mfalme, na wakabidhi mikononi mwako. Maana Baba umesema mimi yangu ni kutabiri baraka kwa watoto wetu. Na ndiposa Mungu anasema watoto wangu popote mahali walipo, kawatenge na maovu, kawabariki Baba. Hata nyumba yangu naisimamisha mikononi mwako. Kazi yangu nayoifanya na kazi zote tunazozifanya mfalme, Baba tuwaziacha mikononi mwako. Mungu wetu na Baba yetu, tunajua kwamba utatimiza. Na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi yake Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen, amen.